Nilipata bahati ya kuhudumu katika parokia hii nzuri kwa muda wa miaka 5. Lakini moja ya matukio ambayo sitayasahau katika maisha yangu ilikuwa ni katika kuwavuta Wakristo wenzetu ambao walikuwa wanaishi maisha ya ndoa, lakini walikuwa ndoa zao hazijabarikiwa. Ulipofika parokiani hapa mwanzoni kabisa, ulikuta parokia hii ikiwa katika hali gani? Parokia hii kwa kweli ilikuwa katika hali nzuri. Miaka 50 imepita. Hapa ndipo simulizi ya imani ilipoanza. Parokia ya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska lina chimbuko lake mwaka 1975 wakati wamishonari wa Kijesuiti walipofika. Kama wahenga wasemavyo, mti mkubwa ulichipuka kama kiparachichi. Huu ni mti wa imani. Miaka 50 ya safari, machozi na matumaini, sala na sadaka. Vizazi vilikulia chini ya kivuli cha imani. Hii si hadithi ya jengo, bali ni hadithi ya watu. Parokia ilikuwa kwa kasi, ikijikita katika mahitaji ya msingi ya jamii, elimu, afya na ustawi wa kijamii na kiroho. Wahenga walisema, kidole kimoja akivunji chawa. Kupitia mshikamano wa waamini na utume wa Wajesuiti, jamii ilianza kubadilika hatua kwa hatua. Kutoka Padri Hector Almeida hadi Padri Gaspar Sunwa, wachungaji hawa walitembea safari ya watu wao. Walifundisha, wakafariji, wakabatiza na kuongoza kondoo wa Kristo. Siku moja uzaa nyingine. Wachungaji walipokezana kijiti cha huduma, kila mmoja akiacha alama yake moyoni mwa waamini. Kama wahenga wasemavyo, palipo na wazee hapaharibiki jambo. Mimi ninaitwa Padri Gaspar Sunwa. Ni Mjesuiti ambaye amehudumu katika parokia ya Kiwanja cha Ndege miaka iliyopita. Nilipata bahati ya kuhudumu katika parokia hii nzuri kwa muda wa miaka 5. Nilianza utume wangu mwaka 1996, ilikuwa tarehe 31 mwezi Julai. Na ilipofika mwaka 2000 Januari tarehe 17, nilipata utume mwingine na ikawa ndio mwisho wa utume wangu katika hii parokia ya Kiwanja cha Ndege. Na ulipofika parokiani hapa mwanzoni kabisa, ulikuta parokia hii ikiwa katika hali gani? Parokia hii kwa kweli ilikuwa katika hali nzuri, lakini kila wakati unasema kila mmoja anapoishi na wenzie, basi na yeye anakaa anafanya utume wake na kuboresha maisha ya kiroho na kimwili wa Wakristo wenzie. Ilikuwa ni nzuri, lakini haikuwa nzuri sana. Safari ya utume haikukosa mihiba. Jamii ilikuwa inakuwa kwa kasi, huku mahitaji yakiongezeka kila uchao, lakini nuru haikuzimika. Changamoto ya kwanza ilikuwa jumuiya ndogo ndogo zilikuwepo, lakini zilikuwa hazina uhai mzuri. Na changamoto ya pili, mwamko wa imani ulikuwepo,
Ndiyo, lakini mimi kwa maoni yangu haukuwa katika ngazi ile ambayo Wakristo unapaswa kuwa na imani iliyothabiti. Licha ya changamoto hizo, tunajua kwamba yapo mengi ambayo uliyafanya. Pengine mafanikio mawili matatu yatatupeleka zaidi kuboresha hii mbegu ya imani ulioipanda pale katika parokia ya Kiwanja cha Ndege. Ni mafanikio yapi ambayo uliweza kuyapata pale parokiani? Labda niendelee tu na haya ambayo yanayotokana na changamoto hizi mbili ambazo nimezisema. Mafanikio ambayo yametokana na vuguvugu na kuzifanya jumuiya ziwe imara, niliazimia kwamba utume wangu ujikite wote katika kuendeleza jumuiya hizi ndogo ndogo. Kwa hiyo ratiba zangu zote za wiki hata za wikendi ilikuwa kila wakati nikiwa kwenye jumuiya na wanajumuiya, tukitafakari juu ya neno na pia tukitafakari juu ya maisha yetu, na hasa watoto wetu ambao walikuwa hawana msimamo mzuri kiimani. Katika miaka 5 ya huduma yake, Padri Gaspar Sunwa alitembea na waamini katika nyakati za changamoto na matumaini. Alisali nao, akafundisha nao na akaishi nao. Jinsi nilivyotazama baada ya kufika na kuona kiwango cha imani cha Wakristo wenzangu, niliona ni bora nijikite tena, sio katika jumuiya ndogo ndogo, lakini pia katika kuwafundisha neno la Mungu. Nilianzisha mafundisho rasmi ya Biblia ambayo yalileta mwamko mzuri sana wa kiimani. Kulikuwa na padri mmoja, Mungu amrehemu, rafiki yangu mkubwa, Padri Atilio Mnyenyerwa. Padri Atilio Mnyenyerwa huyu alikuwa ni padri wa jimbo letu kuu la Dodoma, lakini pale akaja akaugua, basi na mwenzetu akatutoka, lakini yeye alitusaidia sana kutoa mafundisho ya Biblia, na kwa bahati nzuri tuliweza kusoma Biblia yote toka kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo. Na kipindi chote hicho nilitumia viongozi wa jumuiya, viongozi, mwenyekiti msaidizi na viongozi wote ambao walikuwa kwenye jumuiya. Na wakati huo kama sikosei tulikuwa na jumuiya kama 25 26 hivi. Kwa hiyo tulikuwa na viongozi kama 500 hivi ambao walikuwa tukikutana tukitafakari neno la Mungu na kujifunza, na hapo ilikuwa ndio mwanzo wa mabadiliko makubwa kabisa ya parokia Kiwanja cha Ndege. Na kama tunavyoiona sasa hivi parokia ilivyo, basi tunaweza kuona sio mwanzo hasa, chemchemi mpya na mwamko wa kiimani ulitokea wakati huo. Urithi wa Wajesuiti haupo tu katika majengo, bali katika maisha ya watu, katika ubatizo, ndoa, mito na jumuiya hai za waamini. Matukio ni mengi, lakini moja ya matukio ambayo sitayasahau katika maisha yangu ilikuwa ni katika kuwavuta Wakristo wenzetu ambao walikuwa wanaishi maisha ya ndoa, lakini walikuwa ndoa zao hazijabarikiwa. Na nilikuwa nikitoa utume huu, Wakristo wengi wanasema gharama za ndoa ni kubwa sana, na wengine wanatoa taarifa ambazo hazikidhi sana maelezo yao. Basi kuna tukio moja, ilikuwa kwenye jumuiya moja. Ilikuwa ni jumuiya moja, kulikuwa na ndoa za watu, ndoa 22. Na watu tulikuwa wengi, tukafurahi kumshukuru Mungu, na kila wanajumuiya, kila wanandoa walitoa shilingi 10,000 tu za wakati huo, ambao kwa sasa hivi labda inaweza kuwa labda 2,000 au 3,000, yani nguvu ya 10,000 ya sasa hivi ni ndogo zaidi kushinda za wakati ule. Na sherehe ilikuwa ni nzuri na ilipata coverage nzuri sana,
na watu wanandoa wakaanza kupata mwamko mzuri na kuwahimiza wengine kwamba na wenyewe wafunge ndoa. Hilo ni moja ya matukio ambayo sintayasahau katika maisha yangu. Kipindi kile ukiondoka kule kwa huduma yako, uliacha hiyo parokia ikiwa katika hali gani? Parokia hiyo ilikuwa na mwamko mzuri sana, na sitaki kusema kwamba tunausifia sana utume wa hapo parokiani, lakini parokia kiroho na kimwili ilikuwa imechangamka sana, na jumuiya zilikuwa zimenawiri na zinaendelea kufanya kazi vizuri, na mwamko kwa kweli ulikuwa ni wa kupendeza na kumshukuru Mungu. Kipindi hiki parokia hii ya Maria Mwenye Heri inasherehekea miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Ukiangalia nyuma, unajivunia nini? Ninachojivunia, kwanza ninajivunia upendo wa Mungu. Mungu huyu aliyetufanya tuweze kuhudumu katika parokia hii, kwa kweli ameyafanya makubwa kutupitia sisi watumishi wake ambao hatuna faida. Ninachojivunia sana ni kwamba baada ya kutoka hapo, majezuiti wenzangu waliokuja baada ya hapo walifanya kazi vizuri sana na kuendeleza huu moto na vuguvugu zuri la kiimani, kimaadili, watoto wetu, sakramenti, kuangalia, kutembelea wagonjwa. Na mpaka sasa kuna wakati si muda mrefu sana nilikuwa nimepita hapo kuwasalimia. Mambo yanakwenda vizuri sana. Na ujumbe gani kwa wanaparokia wa sasa? Ujumbe wangu tu ni kwamba matumaini yetu yanatoka kwa Mungu. Kwa hiyo kwanza tuelekeze shukrani zetu kwa Mungu, halafu tushikamane vizuri, tuweze kulijenga taifa la Mungu, na mahali ambapo tunapokuwa legelege tutafute namna ya kutatua changamoto zinazojitokeza, ili mradi tu parokia hii iendelee kutoa huduma iliyo njema ya kumpendeza Mungu na kanisa lake na watu wa Mungu kwa ujumla. Miaka 50 imepita kama upepo, lakini mbegu ya imani inazidi kuzaa matunda. Chambilecho wahenga walisema, mwenye macho aambiwi tazama. Na leo hii macho ya wengi yameelekezwa kwenye parokia hii ya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska kama kitovu cha imani na matumaini kwa jamii.